Sasa tuendelee. Nini ilikuwa hatima ya Bale? Baada ya miaka 4 ya kufanya kazi kwa bidii, siku moja Bale alipewa kazi ndogo tu ya kuchora na kusoma michoro ya umeme ya ramani ya shule moja ndogo ya sekondari iliyoko nje kidogo ya mji. Ilikuwa ni kazi ndogo sana na ilimlipa pesa ndogo sana, sawa na kama mtu anayejitolea tu. Kwa sababu alikuwa ni injinia wa umeme na ilikuwa ni kitu ambacho ana uzoefu nacho na anakipenda, akaifanya ile kazi kwa bidii na kwa umakini. Yule aliyempa ile kazi ndogo akashangazwa sana na uwezo na uadilifu wake, akamkumbuka. Baada ya muda, yule mtu aliyempa Bale kazi ya kuchora na kusoma michoro ya umeme alikuwa na rafiki yake. Alikuwa anamiliki kampuni kubwa ya ujenzi na alikuwa na shida ya injinia wa umeme. Huyu mtu akamkumbuka Bale, akamshauri rafiki yake ambaye alikuwa anamiliki kampuni ile ya ujenzi. Akamwambia, kuna kijana niliwahi kufanya naye kazi ndogo ya kunisomea na kuchora ramani za umeme, anaitwa Bale, na ni mwaminifu na ana bidii. Tafuta nafasi ya kumhoji. Huyu rafiki yake akasema sawa, nipatie namba yake. Asubuhi moja, Bale akiwa zake uwani anafua nguo zake 2-3, simu yake ikaita. Akafuta mapovu kwenye mikono yake na kuangalia simu, kuangalia ni nani anampigia. Kuangalia anaona namba ngeni, akajiuliza itakuwa nani? Akaipokea simu ile. Halo, akajibiwa. Halo, habari ya saa hii? Bale akajibu, nzuri kabisa, sijui wewe. Akajibiwa, salama. Bale akauliza, samahani, nani mwenzangu? Naye akajibiwa, ninazungumza na Bale Mgae. Bale akasema, ndio mimi. Yule mtu kwenye simu akaendelea kuongea, ninaitwa Engineer Alex Sangaya, ni mkurugenzi mkuu wa XX Construction Limited. Ninafahamu wewe ni injinia wa umeme. Nimepata taarifa zako kutoka kwa mmoja wa watu wangu wa karibu sana na kwamba ulimfanyia kazi nzuri. Ninakupigia uje kuhudhuria usaili, yani interview, kwa nafasi ya injinia wa umeme. Bale akasema sawa. Nije lini na saa ngapi? Bale alipewa tarehe na muda wa usaili. Siku ya usaili ikafika. Bale ndani ya suruali yake ya kitambaa ya pekee iliyokolea pasi, shati lake jeupe, mkanda nje na viatu vyeusi vilivyopiga kiwi nyingi sana ili kuficha uchakavu. Akafanya usaili, akaongea kwa ujasiri. Walimpenda, wakamuelewa, wakamchukua na kumwajiri. Na sasa baada ya miaka 5, huu kijana ndiye injinia mkuu wa kampuni na site zote. Anasimamia mainjinia katika miradi yote. Ana nyumba, ana gari, ana pesa na zaidi ya yote ana moyo wa shukurani. Yote aliyoyapitia yamekuwa darasa. Ujumbe wangu, maisha ni safari yenye misimu. Ukipoteza leo, usifikiri maisha yamekwisha. Changamoto si mwisho, bali ni darasa. Kumbuka kushukuru, kuwa na bidii, kutafuta fursa na kumweka Mungu mbele, kwa sababu kesho ndoto yako inaweza kuamka na kuwa kweli. Asanteni kwa kusikiliza simulizi hii fupi. Tafadhali subscribe, comment, like, lakini pia share ujumbe huu, simulizi hii, page hii kwa watu wako wa karibu, ili uweze kupata vitu vingine vingi kutokana na page hii. Asanteni.